Apostle Peter Morwabe, ndugu viongozi wote, Deputy Governor wetu, wabunge, ndugu wa Kristo wa kanisa letu la Gospel Embassy Chapel, hamjambo? Hamjambo tena. Abantu baminto mwanyagetinge mbuyamore naende mbuyamore mwenzi Nyasaye no muya chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Ebu nione Bwana Yesu asifiwe. Hey. Kwanza ndugu rafiki yangu Peter, mimi nimefurahi sana kufika hapa Kisii. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ya kuungana na hawa ndugu zetu wa Gospel Embassy Chapel. Ni mara yangu ya kwanza kufika katika kanisa lenu, lakini Mungu amenibarikia nikawa na rafiki huyu Peter Morwabe. Na vile yeye amesema kwamba kweli yeye ni rafiki yangu, tumetembea safari pamoja na yeye, ameniunga mkono, na wakati aliniuliza nije niungane pamoja na nyinyi, vile amesema kwamba kama kungekuwa na kura moja yangu ya Kisii ingekuwa yake, kama kungekuwa mtu mmoja angefika kwa hii mkutano ingekuwa mimi. Na mimi nataka nikushukuru sana my friend. You exemplify what faith is. Yani nimekuwa rafiki ya huyu muungwana miaka nyingi, lakini sijapata bahati ya kuja kanisani kwake. Na hajapoteza imani. Alijua huyo bwana ni rafiki yangu na atafika. Na leo Mungu amefanya imewezekana nimefika. Si ndio jameni? Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu sana. Wana Embassy Chapel, mimi nimefurahi sana kuungana pamoja na nyinyi. Na mimi nikimuona Peter, huyu apostle wetu, naona muujiza wa Mungu. Mtu ametoka mahali padogo. Ndio neno la Mungu likasema, do not despise humble beginnings. Huyu muungwana ametoka mahali padogo, lakini leo Mungu amemjalia, amembarikia. Rais wa Kenya ako katikati ya umati huu kwa sababu yake. Nakwambia Peter, hiyo imani uko naye kwa Mungu, that faith and trust you have in God, ndio itakupeleka mbele, ndio itasaidia wengi, na ndio itapeleka taifa letu la Kenya mbele. Endelea kutuombea, endelea kuombea taifa letu la Kenya, endelea kuombea mambo mazuri Kenya iweze kuwa nchi ambayo imebarikiwa na nchi ambayo inapiga hatua ya kwenda mbele. And I have faith that with men and women like Peter Morwabe who pray faithfully for our nation, this nation is going to make strides into the future. Kabla sijasema yale mambo ya kanisa, na mimi nimefurahi sana kuungana na Wakristo wengi. Na nataka niwashukuru our spiritual fathers here, many men of God from different parts of our country and from outside our country,
On behalf of the people of Kenya, I want to welcome our friends from Burundi, from Tanzania, from Uganda, from Ethiopia, and all the other places. Karibuni sana. Hii nchi ya Kenya ni nchi ya Mungu. We want you to know this is a God-fearing nation, and we are unapologetic about our faith in God. Hakuna mtu tunamuomba msamaha kwamba sisi tunamwamini Mungu. Ndugu watu wa Kisii, sitaki kusema mengi leo. Nimekuja kanisani kuungana pamoja na nyinyi kusherehekea miaka 11 ya baraka na neema ya Mungu kwa wana Embassy Chapel. Lakini mbali na hayo, huyu bwana Peter ameniombea na Wakenya wengi, na nyinyi mkanipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo niko na mambo machache ningependa kusema nikiwa hapa Kisii kulingana na nafasi mlionipatia kama kiongozi wa taifa hii. Ya kwanza ningependa kusema ya kwamba tumeketi chini na viongozi wenu, nimeketi chini na wabunge, nimeketi chini na governor wenu, deputy governor, MCAs, wananchi wengi na viongozi wengi wa grassroots kutoka sehemu hii, na tumekubaliana vile wakati tunasongesha Kenya mbele, Kisii iwe katikati ya hiyo mipango ya kwenda mbele. Na mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba tutashirikiana. Na nataka nisimame mbele yenu niwaambie watu wa Kisii, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mimi nitatembea na nyinyi bega kwa bega, unyo kwa unyo, sako kwa bako. Tutatembea pamoja na nyinyi na sitawaacha nyuma. Na msikubali siasa ya kugawanya wananchi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ambayo haina maono. Leo tumeambiwa hapa na maaskofu wetu, na nataka nimshukuru Bishop Gishana, yeye ni mtu wa kule kwetu. Mimi nimekuwa kanisani kwake mara nyingi. Ni mtu wa kutoka Eldoret, hata ingawaje alizaliwa na huku, amekuja akakulia kule kwetu. Hata sisi wengine roots yetu inatoka na huku Kisii, lakini bado tuko kule. So hiyo kumaanisha kwamba sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, tulioumbwa na Mungu kwa pamoja, and that's why we are a nation called Kenya. Ningependa kusema ya kwamba askofu ametueleza kuhusu imani yetu kwa Mungu. Na ningependa kuwauliza ndugu zangu wa Kenya, we have a truly blessed nation. We have a great country called Kenya. Na ni responsibility yetu kukuza nchi hii. Na mimi nimeamua kabisa ya kwamba Kenya haitabaki tena nyuma. Kwa vyovyote, we must pull this country from being a third world country and move it to a first world country. Na niko na imani itafanyika in our lifetime. We are going to achieve it. Kwanza, nimeketi chini na hawa wabunge wenu. Hapa Kisii bado kuna sehemu nyingi, bado kuna giza kwa sababu stima haijafika na kule. Na ndio tumesema kama serikali bilioni 2 pesa ya serikali between now and June next year, tunatoa pesa hizo, na tunataka kuunganisha watu wa Kisii 30,000 wapya katika huduma ya stima. Ndio tuhakikisha kwamba kuna mwangaza wa kutosha, tuondoe giza. Ndio tuhakikisha kwamba Kisii hii iko katikati ya ile mipango ya kwenda mbele. Nimeketi chini na gavana wenu na hawa wabunge, tukasema hii Kisii town haipaswi kuwa na barabara ambazo ni za matope. Bado tuko na barabara chache hapa Kisii mjini, na tumekubaliana
Nimetuma officers wetu wa wizara ya barabara, tumefanya reconnaissance na tumekubaliana barabara zipi zitatengenezwa, na budget tumeweka tayari ya kwanza milioni 500 ya kuanza kukarabati hizo barabara za hapa town. Tumekubaliana vile vile ya kwamba hatuwezi kuendelea na soko ile ya tambarare kule, wamama wanahangaika na jua, mvua, vumbi, matope, hakuna mataa. Hapa kwenu pale naitwa Nyambera ama inaitwa nini hapo chini? Hapo Nyambera tumewapatia milioni 350, contractor yuko pale, tunajenga soko ya kisasa. Hapa Kisii town pia tunajenga soko market ya milioni 300 ambayo tayari tumewapatia pesa. Kule Ugembo tunajenga soko ingine. In fact, in total zile soko tunajenga hapa Kisii ni soko 19 mpya. Na tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 3 ya kufanya hiyo kazi. Watu wa Kisii mnanielewa? We are building the largest market infrastructure in Kenya's history. Hakuna masoko imejengwa kiasi hiyo na serikali nyingine yeyote. By God's grace, we are going to do it. And already masoko tayari 11, 12 tayari zinaendelea. Zile zingine tunamalizia procurement, ndio tuhakikishe ya kwamba wafanyabiashara wetu wale wanafanya biashara kutokana na mazao yetu ya shambani, wanafanya biashara hiyo mahali kuna stima, kuna maji, kuna usafi, kuna cold room, kuna storage, na ndio mali yetu isiwe inaharibika, kina mama waweze kufanya faida, wale wanafanya mama mboga na wale wengine wote wafanye kazi mahali kuna heshima. Watu wa Kisii tunaelewana? Tumekubaliana vile vile ya kwamba watoto wetu wengi wanaishi kwenye vitongoji duni wakati wanasoma kwenye university zetu, kwenye Technical Training College, pale Polytechnic na zile TVETs tuko nazo hapa. And that is why we have set aside another 2.4 billion. Hawa wabunge wanajua pale Kisii University. Huyu Vice Chancellor atawaeleza, tunajenga hostels ya watoto 1,500 already. Pale Kisii National University, National Polytechnic, tunajenga hostels ya watoto 1,200. TVET tunajenga hostels. Zile KMTC tunajenga hostels. Tumeweka pesa ya kutosha ya serikali shilingi bilioni 3 ya kutengeneza hizo hostels. Kwa sababu tunataka watoto wetu wasome mahali ambapo makao yao inatoshana na yale masomo wanasoma. I can say this without fear of any contradiction. Affordable housing ambayo inaendelea hapa, na nilisema tutarelocate hii prison. Kuna jela iko hapa katikati ya town. Maabusu hawahitaji kukaa town. Maabusu tawapeleka kule mahali mbali kidogo. Sindio? Hii city ya Kisii hapa katikati, mimi nataka niwajengee nyumba 10,000 hapo kwa mahali kuna hiyo jela. Hawa watu wa jela ni watu namna hiyo, lakini nitawapeleka mahali ingine pale waende wakae hapo. Sijui kama tunaelewana jameni. Kwa sababu kama kuna county ilikuwa katika fikra zangu wakati nilikuwa nafikiria hili jambo la affordable housing, ni Kisii County. Kwa sababu hapa ndio mashamba imekuwa ndogo zaidi. Tukiendelea kuzikatakata tutakosa mahali ya kuzalisha chakula. Na tukikosa mahali ya kutusaidia kuzalisha chakula, tutakuwa na njaa na tutakuwa na balaa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kule Ugembo tuko na affordable housing. Kule kule Masaba tuko na affordable housing. Hapa tuko na affordable housing. Kule chini kwa kina Osoro tuko na affordable housing. Nia yangu katika phase 1 ni kujenga nyumba 15,000 hapa Kisii, na tumetoa pesa ya serikali 26 billion ya kujenga hizo manyumba. Nyinyi mnanielewa jameni? Kisii hoye.
kwa budget yetu ya housing fund yetu hapa Kisii ni 32 billion shillings ya kujenga affordable housing, ya kujenga masoko na ya kujenga hostels. 32 billion shillings has not been allocated by any government in Kenya's history. We are doing it now because we have a transformation agenda for our country. Mnanielewa jameni? Hapa wakati nilikuja tulikuwa na contractor hapo walikuwa natusumbua maneno ya cancer center. Nimeketi chini na viongozi wenu, niliita huyo mtu contractor, nikamwambia mambo ni matatu. Ama namna gani? Si mtu akilete noma tunampelekea noma. Nimemwambia hapana. Kama hutaki kufanya kazi hii, unaweza kwenda kuchoma makaa. Hata kuchoma makaa ni kazi. Awachane na ujenzi kama haelewi. So sasa hiyo kazi inaendelea vizuri, na nimewaambia huyu Zahir na governor wafuatilie. Kama huyo contractor analete uzembe, waniambie, nitatafuta contractor mwingine. Kwa sababu we are building one of the largest cancer centers in Kenya here in Kisii. Na tunataka itusaidie katika harakati hiyo ya kupunguza mambo ya magonjwa ya kansa ama saratani katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Pia niliketi chini na hawa viongozi wenu, nikasema hii stadium, huyu ndugu yangu Mheshimiwa Ongwae alijaribu. Mpigeni makofi. Simba Arati amekuja akafanyia ukarabati. Mpigeni makofi. Lakini nimesema hii stadium haitoshani na Kisii. Hii stadium iko chini. Kwa sababu Kisii ndio county moja hata iko na football team kubwa ya Shabana. So mimi mwenyewe nimeita watu wa Agricultural Shows of Kenya, wako na eka 5 hapa. Nimewaeleza ya kwamba tafadhali tuwahamishe, na tumekubaliana tunawahamisha waende sehemu gani, ndio mimi nipanue hii stadium ikae kama international stadium. Tayari watu wangu walikuwa hapa, mimi nangojea, na nimemkaza Simba Arati na huyu wewe deputy governor, mumalize makaratasi. Mnanichelewesha. Si ndio? Hawa majamaa wamalize na makaratasi na watu wa ASK, kwa sababu tayari niko na contractor. I want to expand this Kisii stadium and make it an international stadium. Mahali ambapo tunaweza kucheza michezo ya kitaifa. Tunaelewana jameni? Na hapo kwa hiyo mahali tutakuwa na ile mahali tulikuwa na show ilikuwa eka 5, tunataka tuwahamishe. Nimeambiwa ya kwamba ekari 12 zimepatikana mahali, tutawapeleka pale tuendelee na show kule, lakini hapa tujenge stadium ya kisasa. Tumeelewana jameni? Tumeelewana watu wa Kisii? Pia tumekubaliana ya kwamba wakati tunasongesha mambo ya dueling, najua juzi in my State of the Nation address, watu wa Kisii hapa mnakumbuka, wewe deputy governor ulikuweko, mulikuja mkaniambia hii barabara ya kutoka Kaplong pale kupitia hapa kwenu inaleta shida sana kwa sababu ya msongamano wa magari na vile vile kuna ajali nyingi. Na ndio nimeweka katika ile mpango kubwa ya Kenya, nikasema sasa kutoka kule Nairobi tunataka tufanye dual carriageway, highway kubwa ya kutoka Rironi kuja mpaka Nakuru ifike Mau Summit, moja iende Eldoret Malaba, ingine ikuje hapa, ikuje Kericho, ingine iende Kisumu, hiyo ingine itoke Kericho ikuje Kisii, itoke Kisii iende Migori, iende mpaka Isabenia, na pia kutoka hapa daraja 2 tukate iende Ahero iungane na Kisumu. Ninyi mnanielewa? Unajua shida ya Kenya ni mambo mawili. Shida ya Kenya ni ile Biblia inasema kwa Proverbs 29 verses 18.
Where there is no vision, people perish. Maono madogo. Nikisema ya kwamba tutajenga barabara dual carriageway kutoka Nairobi, wale watu wa maono ndogo, the people of average thinking, small thinking, wanasema haiwezekani. Mimi nawaambia it can be done, and we are going to do it. Ninyi mnanielewa? Kama wengine walifanya, nani alituroga Kenya tusifanye? Si tutafanya? Yes, we are going to do it. Na kama huna maono ya kufanya, toa jam. Wewe toka, wachana na sisi. Sisi tuko na maono na mpango ya kufanya hiyo kazi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na vile vile tumesema hapa kwenye daraja moja hapo kuna msongamano, tumekubaliana tutaweka hapo flyover, ndio tuhakikisha kwamba sehemu hiyo we sort out the challenges in that place. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Kisii? Na msikuwe na wasiwasi. Hapa Kisii nataka niwapongeze. Katika program niliwaeleza ya universal health coverage. Nataka mnisikize vizuri. Mambo ya afya sio ya kwamba ni vile wananchi wengine, watu wengine wanafikiria. Pale nyuma ile mfumo ya afya tulikuwa nayo under NHIF ilikuwa ni lazima uwe na kazi, lazima uwe na pesa ama uwezo ndio ujiandikishe ndio upate bima ya afya. Ndio nikasema mambo hayataendelea namna hiyo. Kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya. It is not a privilege for those who can afford or those who have jobs or those who have means. It is a right of every Kenyan, mambo ya afya. Na kwa sababu ni haki ya kila Mkenya, ndio tumeweka mfumo mpya ya universal health coverage, na mimi nafurahi ya kwamba hapa Kisii zaidi ya watu 1547 wamejiandikisha. 547,000 people are already registered in SHA in Kisii. 45 actually 0.3% of the people in Kisii are already registered. You are number 25 out of 47 counties. Mimi nawauliza wale ndugu zetu wa Kisii wengine ambao hamujajiandikisha, mnachelewa na mnatuchelewesha. Kwa sababu tunataka kila mtu akijiandikisha ndio tupate data, tupate information, tupate information ya kuweza kutusaidia tupange, tujue madaktari ni wangapi wanahitajika, dawa kiasi gani inahitajika, equipment kiasi gani inahitajika. Mimi nataka nishukuru county government ya hapa, tayari tunashirikiana na wao kwa mambo ya ku-equip zile mahospitali zetu hapa. Digital x-ray machines, ultrasound machines, theater machines, tayari are being supplied in all the hospitals in Kisii County, courtesy of the program we already have. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba it is just a matter of time. Hii universal health coverage sasa imefanya kazi mwaka mmoja. Na mimi nataka niwaeleze we are going to fine tune it until it serves every Kenyan. Hatutaki mwananchi tena aende hospitali atibiwe ati aulizwe pesa, mtu auze shamba ama auze ng'ombe ama afanye harambee ati kulipa hospitali. Sisi tumesema mambo ya gharama ya hospitali iwe ni kazi ya serikali ya Kenya kupitia bima ya afya. Kila mtu ashughulikiwe na bima ya afya ya serikali ya Kenya. Tumeelewana jameni? Watu wa Kisii tumeelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie ya kwamba tutatembea pamoja na nyinyi. Na hii nchi ya Kenya tutaibadilisha. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Nyamoko amesema ya kwamba reli, tukileta reli, na mimi nataka niwaambie watu wa Kisii, hiyo reli mulisikia mimi nikizungumzia kutoka Naivasha kupitia hapa kwenu kwenda Malaba pitia Kisumu. Hiyo reli inaanza Januari next mwezi mbili. Sio ati inaanza 2027, hapana, inaanza hii 2026 hapa. Na hiyo umeomba ndugu yangu Joash ati pale Ikonge tuweke terminal kubwa
ya watu kuweka mzigo na kuweka abiria, hiyo tutaweka hapo na tutajenga iwe kubwa. Ndugu zangu, mimi nataka niwaeleze ya kwamba niko na imani ya kwamba hii nchi yetu, kwa mapenzi ya Mungu, mkiona yale tunafanya, mambo ya affordable housing inaendelea, kujenga masoko inaendelea, barabara zinaendelea, kuunganisha stima inaendelea, mambo ya hostels inaendelea. Tunaomba Mungu atusaidie ndio hiyo kazi iendelee. Tuhakikisha kwamba tunajenga zile barabara. Sasa nimesema tutajenga kilomita 20,000 mpya ya barabara. Tumesema ya kwamba tutapanga mambo ya infrastructure ya maji. Tumesema tutaweka stima zaidi. Mumesikia Mama Donya hapa anasema saa zingine jioni stima inapotea. Na sasa unajua wewe Donya, sijui ulisema namna gani? Ati stima ikipotea jioni nini inaendelea? Watu wengine wanasumbua wengine. Okay, tutahakikisha iko stima kila wakati. So, na ndio sababu hiyo tunasema hiyo stima, kwa sababu hatuna stima ya kutosha. We must be honest with ourselves. Ndio nimependekeza ya kwamba lazima tujenge umeme zaidi. We now have close to 3,300 megawatts. We now need to move another 10,000 megawatts. Ndio hii stima kupotea usiku ipotee. Kwa sababu tunataka kujenga viwanda zaidi, tunataka kufanya value addition zaidi, we want to do more things and we need more electricity. It is not possible for us to develop this country unless we have sufficient electricity. And that is the plan we have going into the future. Tuko pamoja jameni? Niliona juzi wakati nilitoa taarifa yangu ya State of the Nation Address, vyombo vya habari walikuwa wanahangaika. Wengine wanasema sijui Ruto amesema, sijui wale watu wanafanya kazi affordable housing, sijui ni 450, sijui ni 600,000, sijui ni ngapi, ati numbers are conflicting. Hiyo ni sawa. At least we agree on one thing. Hamukuamini ya kwamba inawezekana. We are now arguing about numbers. Kama ni 400,000 ama ni 600. Hiyo ni sawa. Tuendelee kuongea tu hapo. Lakini kazi inafanya nini? Kazi inaendelea. Na vijana wako wapi? Wako kazini. So arguing about which number is right, statistics, hiyo ni sawa. At least we have settled one thing, that something is happening in our country. Transformation is happening in our country. We can argue on the numbers, we can argue on the statistics, we can argue on this or the other, but we all agree that we are moving forward as a country. Kwa hivyo mimi nataka niseme, ndugu zangu watu wa Kisii, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na nawauliza viongozi wale wengine wote, kila kiongozi, wewe kama uko na maono ya Kenya, tangazia sisi. Tuambie, wewe Ruto amesema affordable housing inaendelea. Mambo ya market inasonga. Kuunganisha stima inaendelea. Barabara inaendelea. Walimu tumeajiri. Mambo ya afya tunaendelea. Yako wewe ni gani? Usimangamange tu hapa ukisema one term, Kasongo, must go. Hiyo ni ujinga. Ama namna gani? Niliona marafiki wengine wakilalamika ati wananchi wamesema ati hawana akili. Sasa mimi nataka niwaulize, okay? Tuseme mko na akili. Si mtuonyeshe basi hii akili mko naye, mtuambie. Mtueleze sera yenu kama kweli mko na akili. Kama hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, alafu mnatuambia ati mko na akili. Akili yenu ni ya kufanya nini? Bure kabisa. Anyway, hiyo tutaongea. Hiyo tutaongea siku nyingine. Tuko pamoja ndugu zangu. Mimi nawasihi my brother Peter and the spiritual fathers that we have here,
muombee taifa letu la Kenya, so that we have a vision for our nation, na Mungu atujalie ile inasemekana ya kwamba we must believe. Nimesikia sana yale askofu wangu Kishana amesema, tuamini Mungu. God cannot let us down. Tuwe na imani ndugu zangu, tuwe na imani, tuamini Mungu, tuamini taifa letu la Kenya, tujiamini, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Watu wengi nawaona viongozi wanaongea, these are just prophets of doom, wanaongea mambo negative about our country. Hii haiwezekani, hiyo haiwezekani, ile haiwezekani, ile haiwezekani. Sasa kama kila kitu haiwezekani, wewe unakuja kufanya nini hapa? So ndugu zangu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. My brother Peter, you are a great man na Mungu amekujalia, and I have come here to share this moment with you, to thank God for the mission God has given to you in this city of Kisii. Tutakushikilia vile unaombea taifa letu la Kenya, vile unaongoza jeshi hii kubwa ya maombi hapa Kisii, ya kuombea amani, kuombea taifa letu liweze kusonga mbele. And that is why I have no doubt in my mind that God is going to move this country to the first world, because we have men and women who pray fervently for our nation, people like Peter and others. Na kwa hivyo, I know you are putting up a chapel pale. Najua unaendelea na chapel. Na hiyo chapel, my brother, nitakusaidia. Yes. Nitakusaidia. Yes. Sindio? Nitakusaidia. Because wewe ni rafiki yangu, na wewe unaombea taifa letu, na Mungu amekupatia neema na kibali ya kuwa kiongozi ya hawa ndugu zetu, na sote tuko nyuma yako. Kwa hivyo nimeshakuambia vile nitakupanga. Si ndio? Na nyinyi ndugu zangu wana Gospel Embassy Chapel, mjue ya kwamba mimi ni mmoja wenu na nitamtembea na nyinyi. So Askofu Peter, utanitumia account ya kanisa lako, ndio ndio nifanye ile kitu. Ndio nifanye ile kitu. Si ndio? Asanteni sana. Nimemwambia Peter nitamtumia milioni 20 kwa sasa, alafu nitampanga hapo mbele. Alafu mnajua tuko na shule yetu hapa.